wamefurahia? Wangapi wamefurahia? Tufurahi hivyo mpaka masaa ya leo. Kwa hivyo ni wakati tunaleta ushuhuda. Nakaribisha washuhudiaji. Hello. Sisi sasa tumesema mmefurahia. Na Biblia inasema aliye na mwana wewe uko naye. Na kwa nini ushuhudi? Ama nichague kulingana na furaha. Na watu naona wamesweat. Acha nianze na hao. Praise God. Praise God again. Amen. Nimefurahi. Sana. Kwa majina naitwa Morina Kingi Goro. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko na furaha kwa sababu dhambi zangu zote zilichukuliwa. Kama uko na yako hiyo ni yako. Yangu ilichukuliwa. Nisome John 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Praise God. Kwa maana huu Mungu alipenda ulimwengu. Ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni nini? Kinachonifurahisha na hiyo basi, hapo angalia tabia zangu, hapo angalia mwenendo yangu, hapo angalia ufundi wangu, hapo angalia urefu wangu, hapo angalia ninatoka wapi. Bwana sifiwe. Amen. Lakini alinipenda jinsi nilivyo. Praise God. Amen. Mimi napenda kuimba sana. Lakini mimi sio mwimbaji, bali napenda. Sisi wote hatuwezi kuwa hapa, sija? Lazima kuwe na mwenye anapaka, sija? Sio ukiimba peke yako na kuna mwenye anakusaidia. Surely. Itawezekana? Ubarikiwe. Mwingine. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Hata nami niko na furaha. Maana si jambo la kawaida ujipate unapumua. Lakini nami nimejikuta ninapumua. Na sio kwa nguvu zangu. Hakuna kitu mimi nimeng'ang'ana, hata nilipolala siku anajijua. Lakini nimejikuta nimeamka. Kuna wengi tulilala na wao lakini hawajaamka. Lakini mimi sikuna kitu nilifanya wala hakuna kitu nilipeana ili nijikute nimeamka asubuhi ya leo. Lakini ni kwa sababu ya neema ambayo Mungu amenipa. Acha tusome kitabu cha Waibrania 10:9-10. Ndipo aliposema, tazama, nimekuja nifanye mapenzi yako, ondoa la kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Katika mapenzi hayo nimepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Bwana asifiwe. Hii hapo kwa word mara moja tu, alafu kisoka kuna the word milele. Ndio huwa inanibamba. Kwa maana ni mara moja tu dhambi zangu zilisamehewa na ni mpaka milele. Mimi ni yule mwenye hakika nimekuwa na nikijua kwamba naishi na dhambi. Kwa kila wakati nimejua kwamba tukisema Mungu nimekuja kwako mara nyingine tena, Mungu uweze kuniondolea dhambi, nisamehe dhambi. Ninapoomba nikisema nisamehe dhambi ambayo nimetenda kama najua na yale sijui. Kilichokuwa ambayo sikuwa najua kwamba ni mimi sikutenda dhambi. Bwana asifiwe. Lakini kumbe mimi nashinda nikilia nikijihukumu, nikiambia Mungu nisamehe dhambi. Nikisahau kwamba Biblia imetuambia kwamba dhambi zangu na uwazi wangu hatakumbuka tena milele. Milele sijui ni wapi. Ndio hata malaika wa mbinguni hawajui hiyo milele. So mimi nashukuru sana kwa maana niko katika hiyo harakati ya kusamehewa dhambi milele.
na mimi ni mtakatifu, na mimi ni mkamilifu, na ninajua kwamba wakati ikifika yangu ya kuondoka hapa duniani nitakaa mahali Yesu alikaa. Mbarikiwe sana, asiyenijua niite Pauline. Amen. Hakuna mtu amebarikiwa na hiyo neno? Situwapigie makofi. Tuko na wageni ndani ya nyumba. Hello, tuko na wageni ndani ya nyumba. Mama Bishop, nataka kutusalimia. Naona kuna mgeni mmoja hapo nyuma. Oh, kiasi tu. Siwakute wote mara moja. Ndio nikimaliza nijue nimemaliza kabisa. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimeanza kuteta, amenifungie nje. Maana nikiangalia dakika 4. Kwa hivyo alikuwa ametuibia dakika 6. Wacha tusome Yohana 5. Tuanze 5 mpaka mstari wa 8. Biblia inasema ya kwamba na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. 8. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako na uende. Bwana sifiwe. Biblia inatokea kwamba katika birika ya Bethsaida kulikuwa na wagonjwa, kulikuwa na viwete, kulikuwa na visiwi, na pia kulikuwa na mtu ambaye amepooza miaka 38. Haleluya. Yesu akamuuliza, je, wataka kupona? Mtu huyo akamwambia Yesu, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Haleluya. Jibu Yesu alimwambia, simama, ujitunge godoro lako na uende. Haleluya. Huyu mtu ambaye alikuwa amepooza miaka 38, huyu mtu ni mimi. Huyu mtu ambaye alikuwa kipofu, huyu mtu ni mimi. Huyu mtu ambaye alikuwa kiziwi, huyu mtu alikuwa ni mimi. Bwana sifiwe. Mimi ndio nilikuwa nimepotelea kwenye dhambi miaka mingi, miaka 38, lakini wakati Yesu alipokuja aliniambia kwamba nisimame, nijitunge godoro langu na niende. Bwana asifiwe. Mimi nikasimama, nikajitunga godoro langu na nikaenda. Mimi nikawa mzima, mimi nikawa huru kutokana na dhambi. Bwana asifiwe. Mimi nikawa mwenye haki, mimi nikawa mtu wa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Siwache Mungu amani akawabariki sana. Praise God. Praise God church. Bwana nimeboeka. Testimony yangu kutoka kwa Romans 10 verses 9 and 10. Inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwa kuwa ni Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Praise God. Amen. Mimi niko na furaha kwa sababu nimeokoka. Romans inaniambia ukikiri kutoka kwa moyo wako utapata nini? Wokovu. So mimi nimeokoka na mbarikiwe kwa hayo machache. Praise God. Praise God, church. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures.
And then when you read John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for the sheep. Jesus Christ gave up his life for us. Kama vile mwenzetu ametuambia hapa kupitia Hebrews, amesema Jesus gave up his life only once and our sins were cleansed. Barikiwe na hayo. Amen. Bwana asifiwe. Ni wakati wa wageni. Tuko na wageni? Halo. Mwambie jirani aniangalie ndio nione kama ni mgeni. Mwambie aniangalie. Tuko na wageni wawili lakini ni kama ni waoga. Si jirani zao wakuje watuongeleshe. Ama tuwaimbie kidogo ndio wachangamke. Kevo, si waimbie kidogo tu. Kama dakika tu moja hivi. Kevo akiendelea kuimba, wageni tafadhali naomba msonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza nipaka tusimame tu. Tuanze tu na kaka, umepotea sana. Wewe ndiye mgeni wa kwanza. Hallelujah! Hebu kwa pamoja pale nimepewa tusimame
Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Elizabeth. Mimi si mgeni na wengine hapa hivyo wananijua. Amen. Ati unatoka wapi? Natoka Trans Nzoia. Hapa unaishi wapi? Niko shule. Si mmejibiwa? Ati hapo shule. Asifiwe tena. Naitwa Pamela, mimi si mgeni. Nimesikia msimamizi akisema kuna mgeni pale kwa kona. Na ni vile alimuona. Hiyo ni sister yangu na si mgeni, tunakijanga naye. Na ni fundi, wale wenye wanataka ati material inaipelekanga isije kutafuta wajana. Jana hapa. Shona vizuri sana. Nimesikia nile ni kwaya. Mpe kazi. Amen. Tunavyocheka hivyo, kwaya tafadhali. Ni masaa ya kwaya tafadhali.
makofi ya kwaya bwana. Tukiwa tumesimama hivyo, nataka tushangilie tukikaribisha neno. Uliza jirani yako aje. Uliza kama anasikia kukimbia nje. Uliza jirani kama anasikia kukimbia nje. Mwambie nimempea dakika moja. Hello? Jirani mgani anasikia kukimbia nje?